Sasa tuje kwa upande wa vijana, na wao unawaambia nini kuzingatia lile ambalo amezungumza Mzee Nyerere kuhusiana na swala la uzalendo kwa vijana? Uzalendo ni kitu ambacho mimi binafsi nimeshauri mara nyingi bungeni, na nashukuru kwamba hilo somo sasa liko katika mitaala yetu. Somo la uraia na uzalendo. Kwa kweli nimeshukuru sana na ninaipongeza sana serikali kwa kusikiliza mashauri mbalimbali tunayotoa sisi wabunge, na lipo tayari rasmi kwenye mitaala yetu uzalendo na uraia. Kwa sababu sisi tuliokuwa wakati wa Mwalimu Nyerere tunaelewa nini hasa maana ya uzalendo. Na ndio maana tunakumbuka hata kauli yake ya mwisho wakati anaondoka katika dunia au anaaga dunia. Alisema kabisa kwamba anasikitika utuacha wa Tanzania na ataendelea kutuombea. Kwa hiyo naamini hivyo huko aliko, na sisi dua zetu na maombi yake yapo bado, na Mwenyezi Mungu anaendelea kutupokea, ndio maana tuko mpaka leo. Alisema kwamba hatuna nchi nyingine isipokuwa Tanzania, na alituasa na kutuomba tuipende Tanzania kama tunapowapenda mama zetu. Hiyo ni kauli nzito sana, kwa sababu mtu anayejua thamani ya mama akalinganisha na kuipenda Tanzania. Kwa hiyo ni kauli ambayo kwa kweli mimi ninaikumbuka na inanitia, yani ndani ya nafsi yangu inaingia kila nikikumbuka kwamba tuipende Tanzania kama tunavyowapenda mama zetu. Yani kama kuna mtu ambaye hampendi mama yake ni ajabu sana. Ni ajabu kutokea mtu kama huyo ambaye hampendi mama yake. Sifikiri kama yupo. Haiwezekani kwamba kawepo, labda awe kidogo kuna kasoro katika fahamu zake. Lakini hilo ni neno zito na linaashiria moja kwa moja uzalendo. Kwa sababu unaposema uipende nchi yako kama unavyompenda mama yako, ina maana wewe sasa huna mbadala wa mapenzi kwa nchi yako. Kwa hiyo utafanya kila njia uhakikishe kwamba amani na utulivu inadumu ili taifa liendelee kudumu, lakini utahakikisha kwamba unafanya kazi kadri ya uwezo wako na kuwasaidia wale wako waliokuwa pembeni yako kadri ya uwezo wako. Utajielimisha kadri ya uwezo wako na kutumia elimu yako kwa faida ya wote. Hiyo ndio uzalendo. Yani ukisema kwamba unafanya wewe as a person, yani mimi kama mimi, unaondoka kwenye uzalendo. Lakini mimi leo nimesomeshwa na serikali yangu mpaka hapa nilipofika, lakini kile nilichokipata na kitumia kwa faida ya wote. Hiyo ndio uzalendo wenyewe. Sasa kuna watu wengine wanakuwa wanawatumia sana vibaya vijana hawa kwenye kuhamasisha kwenye masuala ya kuvuruga amani. Sasa kupitia hii miaka 26 tulikuwa tunaadhimisha miaka ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wito wako ni upi kwa vijana? Wito wangu ni pamoja na kwamba mimi nashiriki mara nyingi sana katika kufanya makongamano kipindi hiki cha siku ya Mwalimu Nyerere Day, kuwakumbusha vijana mara nyingi kuhusu swala zima hilo la uzalendo na misingi aliyotuachia baba yetu wa taifa. Mara nyingi sana huwa natoa mada za uzalendo hasa. Kwa hiyo ninachosisitiza kwa vijana wa Tanzania, unajua wazee tunaondoka. Yaani mimi sijihesabii mzee sana, lakini ndio tunaendelea kwenye uzee. Na mwisho wa siku na sisi tutakuwa hatupo, ingawa sio lazima kwamba uwe mzee ndio uondoke. Lakini mwisho wa siku wazee ambao tunajua historia ya Mwalimu Nyerere tunaanza kupotea. Kwa hiyo ninachohofia kikubwa, kama vijana hawakujijenga katika misingi ambayo tumetoka nayo ya Mwalimu Nyerere, taifa letu linaweza kubomokewa baadaye. Kama ambavyo kauli yake alisema, bila CCM imara nchi yetu itayumba. Hilo neno sitolisahau mpaka mwisho wa uhai wangu, kwa sababu aliamini kwamba CCM imejengwa kwa misingi aliyoiacha yeye, ambayo ndio tunakwenda nayo mpaka leo. Kwa hiyo endapo tutakuwa hatuna uzalendo kwenye chama chetu, sasa hatuji kwenye nchi, na hiyo CCM mwenyewe ikianza kuwa sio imara, nchi itayumba. Akiamini kwamba misingi imara iliyo katika Chama cha Mapinduzi ikidumishwa, taifa letu itadumu. Kwa hiyo ndio maana utakuta hata sisi tuna umoja wa vijana na tunahamasisha sana vijana wadumu na falsafa za Mwalimu Nyerere ambazo ndio zimeanzisha misingi ya umoja wa vijana, umoja wa kina mama, umoja wa wazazi.